Bwana asifiwe sana. Mimi ni Pastor Kahendo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nataka nichukue nafasi hii ya kwanza kukaribisha wewe kwa Sky Cable TV, ambao nimepata nafasi siku ya leo nije tukutane na wewe nikuelezee habari njema ya Injili. Na furaha yangu ni kwamba Bwana amekuweka kiwa salama na mwenye hali ya afya nzuri, na tukuza Mungu kwa sababu ya mambo mazuri ambayo amekutendea. Tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo ningetaka kwanza nilete ushuhuda fupi juu ya maisha yangu, vile Mungu ameweza kuniita katika huduma hii. Alafu kisha baadaye nitakuletea neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba itakuwa ni wakati wa baraka sana. Kwa hivyo mpendwa, ni wakati mwingine Mungu amefungua nafasi tuweze kuzungumza na wewe, ili nikutie moyo, nikwambie kwamba inawezekana. Na ni lazima uweke imani kwamba Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Mungu ameniita katika huduma hii wakati ambapo sikujua, sikuelewa, sikutabua kwamba siku moja wakati kama leo ninaweza kuleta neno la matumaini. Kama miaka 27 ambayo imepita, Mungu ameniita katika huduma. Na katika hiyo miaka sijajuta. Nimekuwa kijana, maana nimeokoka katika mwaka wa 1988, nikabatizwa mwaka wa 1989, nikaishi nikiwa kijana barubaru kanisani nikimpenda Mungu. Maisha haikuwa rahisi, kwa sababu kudumisha maisha ya utakatifu inahitaji kabisa mtu afunge mshipi, ajitolee, na pia afunge masikio kwa upande mwingine, kwa sababu lazima kuna walimu ambao watakufunza jinsi maisha haya na anasa vile zinavyoenenda. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu katika ujana wote tangu mwaka huo Mungu aliponiita katika wokovu, nikapiga magoti, nikaombewa, nikaweza kupelekwa mtoni, nikabatizwa. Na baada ya hiyo Mungu akanisaidia nikaendelea katika kazi ya Mungu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu katika mwaka wa 1992 Bwana alipata kunileta mahali ambapo ninafanya kazi sehemu ya Kisiriri na huko. Na hizo ni miaka kama vile nimesema kwamba nimehudumu. Mungu amenisaidia katika kazi hiyo. Jambo la kwanza, sikuelewa katika maisha yangu kwamba kuna mwito. Kwa hivyo tulingangana na Mungu sana kabla sijaelewa mwito huo katika maisha yangu. Na baadaye kwa neema ya Mungu, maana Mungu husaidia watu wake wakati anapowaita, na wakati mwingine hawaelewi kwa nini anawaita. Mungu akanineemesha nikafahamu. Na haikuwa rahisi kufahamu ule mwito Mungu ameweka ndani yangu. Lakini muda ulipoendelea, nilipoendelea kukaa katika nyumba yake na kukaa chini ya mafundisho, chini ya watumishi wa Mungu, Mungu akaendelea akifunua ndani yangu kile kitu ambacho amehifadhi katika moyo kwa ajili hata ya wengine na kanisa. Na ninashukuru Mungu pia nilipoendelea. Jambo la kwanza, nilianza nikiwa mwalimu wa Sunday school. Na kanisani nikajihusisha na watoto wa Sunday school, nikawafunza. Huo ni mwaka wa 93, nikaendelea kufunza watoto wa Sunday school. 94 nikafunza watoto wa Sunday school. 95 nikafunza watoto wa Sunday school. Na ilipofika mwaka wa 1996, mwito wa Mungu ukakuwa mkubwa sana ndani yangu. Na wakati mwingine sikuweza kuelewa haraka kutafsiri yale Mungu anafanya katika maisha yangu. Lakini kwa msaada ya watumishi wa Mungu na kwa kupitia Roho Mtakatifu, nikaendelea nikitabua polepole kile Mungu anataka kufanya katika maisha yangu. Na hivyo nikapata nafasi kuingia katika shule ya Biblia mwaka huo wa 96. Nikafululiza, nikajifunza neno la Mungu. Nikakaa katika chuo cha Biblia mwaka wa 97, mwaka wa 98 nikamalizia. Ninashukuru Mungu kwa sababu kwa neema yake mambo hayo yalifanyika kwa njia ya kimiujiza. Maana
ni kitu ambao sikupangilia, lakini Mungu alikuwa amepangilia jinsi atakavyo ni equip kwa ajili ya kazi ambayo ameniwekea. Neno la Mungu ni dhahiri kwamba wakati watumishi wa Mungu waliokuambiwa waweke mikono yao juu ya Paulo na Barnaba kwa sababu ya kazi Mungu amewawekea, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wadugu walikuwa wanafunga na kuomba na Mungu akazungumza katikati yao. Kwa hivyo kila mara Mungu anakuwa kuna kazi ametuwekea, na nikagundua kwamba kuna kazi alikuwa ameniwekea. Na this time nikawa nimepata kumaliza shule cha Biblia na nikaingia kazini katika mwito huo, na kwa neema ya Mungu kupitia huduma ambayo ninafanya kazi nayo ya Christian Outreach Ministries Worldwide, Mungu akatabua, wale viongozi wakatabua kwamba kuna jambo Mungu ameweka ndani yangu, na kupitia jambo hilo Bwana akafungua milango, nikaweza kutumwa pale mahali panaitwa Kisiriri Christian Outreach. Kisiriri ni sehemu ambayo iko Narok. Kwa hivyo saingine wewe uko unanisikiza kutoka kule nje ya nchi hii ya Kenya, hauelewi mahali ninapopataja, lakini nashukuru Mungu kwa sababu katika ushuhuda huu ni kwamba Mungu amenitia moyo kwamba anajua watu wake, na kila amekuitia lazima itatimia. Haijalishi itachukua muda gani. Mara ya kwanza sikufahamu ni nini ananitia, lakini punde tu nilipoendelea kudumu katika maombi na kukaa chini ya mafundisho, chini ya watumishi wa Mungu katika maelekezi yao, kama vile Roho wa Mungu alivyowasaidia, wakanielekeza nami nikapata kuwa kwa nafasi ya kuhudumu. Kwa hivyo ninashukuru Mungu, nikajoin huduma ya full time mwaka huu 98, ambapo ninafanya kazi mpaka sasa. Mungu amenipatia wapendwa wa kufundisha, na katikati ya hiyo nilipokuwa nimesema niliokoka nikiwa kijana, saa hii mimi sio kijana. Ilifika wakati nilipokuwa kijana nikaendelea hivyo, nikasoma Bible school nikiwa kijana. Ikafika wakati ati ninaendelea hata kuongoza kanisa mwaka 2003. Mungu akanibariki na jamii, ambapo sasa ninashuhudia kwamba Mungu anaweza kusaidia kijana. Anaweza kuita kijana akamlete katika huduma, akawa mchungaji kama mimi, alafu anaoa akiwa pastor ambaye ni kijana. Kwa hivyo hiyo ndio maisha Mungu amenisaidia. Nina ushuhuda tele kutoka kule chini kuja mpaka hapa mahali ambapo nipo, nikaitwa mwinjilisti. Saa nyingine kwa sababu watu hawakuelewa ni nini Mungu ameniitia, wakanipea majina, lakini sasa ninashukuru Mungu kwa sababu katikati ya mambo haya yote nimegundua hata ile mwito Mungu ameniita nao. Mimi ni mwalimu katika huduma hii na katika neno la Mungu. Kwa hivyo ningetaka utege sikio tu tunapojifunza neno la Mungu. Na siku ya leo, kwa sababu nimebarikiwa sana kuwa pamoja na wewe katika Sky Cable TV, nataka nishiriki pamoja nawe neno ambalo litatia moyo maisha yako, na nikwambie lazima wewe uwe mtu wa imani. Kwa sababu kama kuna kitu ambayo imenisongesha tuzungumze nawe siku ya leo, nije tu na nikoroge kidogo katika moyo wako hiyo imani ambayo iko ndani yako. Maana kuna imani ndani yako, na ndio Mungu amenituma niweze kuikoroga. Si kukoroga tu hivyo ibaki hapo, lakini iweze kukusaidia, kwa sababu wakati imani iko juu kuna mambo mengi utapata kutoka kwa Mungu. Wakati wote Yesu alipokuwa akikutana na watu ambao ni wagonjwa, wana shida mbalimbali, aliwaambia maneno mafupi sana: itendeke kulingana na imani yako. Na kwa hivyo siku ya leo nimekuja tu kulimia hiyo imani ambayo iko ndani yako, na nikwambie hiyo imani ni daraja ya Mungu kukufanyia muujiza. Na that's why nimekuja. Mungu amefungua njia tukutane na wewe katika Sky Cable TV kwa baraka nyingi sana. Kwa hivyo ningeomba tu nisikilize. Nina ushuhuda kubwa, sitaelezea maneno ya ushuhuda siku ya leo, lakini nataka tusikie neno la Mungu kwa kifupi, alafu upate kuwa mtu wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Nataka kwa hizo dakika Mungu ametupatia pamoja na wewe tuweze kushirikiana na wewe juu ya neno, juu ya imani kubwa ama imani kuu. Kwa Kiingereza tunasema great faith. Great faith, imani kuu. Wakati wowote Yesu
alipokuwa akikomenti kwamba wewe una imani kuu, ni kutazama, alikuwa anatazama, anaona unaamini, kuna kitu unaelewa. Yes, kuna kitu unafahamu juu ya mambo yake. Na ukielewa vile anavyofanya kazi, ukielewa vile alivyo na nguvu, ninajua ya kwamba kuna mambo makubwa itakutendekea kwa jina la Yesu. Nataka nikupe mfano kidogo ambayo ilikuwa inanisisimua katika imani yangu na inanichochea nianze kumwamini Mungu kwa dimension mpya, kwa mambo mapya. Kwa sababu katika Biblia kuna watu si wawili si watatu ambao waliinua imani zao kwa Mungu. Na katika ile hali ya kuinua imani zao, Mungu akawatendea kama vile tu walikuwa wanaamini. Na hata sio katika Agano Jipya peke yake, hata Agano la Kale kuna watu walidea kuamini mambo makubwa. Yes, unakumbuka Elijah akiongea na Elisha, akamwambia omba lolote utakalo na mimi na wewe utatendewa. Alafu Elisha akamwambia nataka wakati utakapokuwa ukienda, nataka upako maradufu yako. Na Elijah akamwambia wewe Elisha umeomba kitu kigumu, lakini wewe utakaponiona nikienda ni kigumu ndio, lakini utakapokuwa ukiniona kama utaniona nikienda, nitakapokuwa nikinyakuliwa, maana nitanyakuliwa, hiyo ambao umeomba japo kuwa ni gumu itatendeka kwako. Na leo nimekuja ili nipate kutia imani yako changamoto, kuifanya isitulie tu pale. Kuna kitu inaweza kukufanyia. Amini Mungu kwa mambo makubwa. Omba hata hiyo unasikia kama ni kubwa, atendikana kwamba Mungu hawezi. Maana imani yangu moja tu inaniambia hakuna kitu Mungu hawezi kufanyia mtu wake. Na hakuna kitu utaomba leo ati sasa Mungu afuge masikio unaomba kitu mzito. Hapana. Hicho unachokiomba, omba leo na uwe huru kuomba. Na uwe huru kuamini, maana ukiamini itatendeka kwako. Biblia inaniambia katika Marko, hatutasoma, nitaquote tu 11:23 na 24. Nasema mtu ukiwa na imani na ukiomba na uamini kwamba huu mlima utang'oka utupwe baharini, uamini tu ukiomba, yani na usiwe na shaka, na uamini kwamba hiyo unasema inakuja kutokea. Hiyo imani ndio unazungumza juu yake. Milima inahamishwa na imani. Si wewe uende na kijiko na jembe na nini, utaweza. Lakini ukienda na imani, imani ni zaidi ya nguvu zile zinaweza kuzungumzika katika dunia hiyo. Na kwa hivyo nataka tu uweze kuinua imani yako. Mungu yuko tayari kukutendea katika jina la Yesu. Nataka nisome kitabu kimoja tu alafu itie moyo imani yako katika kitabu cha Mathayo 8. Nitasoma mstari wake kutoka 8 na kuendelea. Yesu, wacha nianzie mstari wa 7. Nasema Yesu akamjibu akamwambia, nitakuja nimponye. Huyu ni akida alikuwa ameenda akamwambia, nina mtu mgonjwa nyumbani. Nina mtoto mgonjwa kule nyumbani. Naye Yesu akamwambia, enda ngojea mimi kwako maana mimi nitakuja. Lakini yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Lakini sema tu neno tu na mtumishi wako atapona. Na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu aliyewekwa chini ya mamlaka wenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda. Na huyu jo, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanya. Yesu aliposikia hayo akastaajabu akamwambia wale waliofuatana naye, amini naambieni, sijaona imani kubwa. Na hiyo ndio imani nazungumza. Sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Yule akida dared to believe. Yeye alisema nitaamini. Akaenda akamwambia Yesu, niko na mfanyikazi yangu, mtoto yangu mgonjwa, mtu yangu mgonjwa. Lakini nataka uje umponye. Yesu akamwambia, enda unigoje, ninakuja nimponye.
sijakataa, ninakuja. Lakini wakati Yesu alipomjibu huyu akida kwamba nitakuja, akida akamkataza Yesu kumwambia, mimi sistahili uje katika chini ya nyumba yangu. Nataka tu useme neno, maana nina imani. Wewe ukisema neno, imani yako ni kubwa. Useme tu neno na mtu wangu atakuwa mzima. Na Yesu akawaambia wanafunzi, akawaambia, sijawahi kuona imani kubwa namna hii hapa yote Israeli. Leo nataka niwaambie katika jina la Yesu, lazima miujiza ya Mungu itutendekee. Na itatutendekea tu kwa kuinua imani. Na si imani kidogo, imani kubwa. Kuna mambo mengi sana iko katika store ya Mungu. Kuna uponyaji, kuna utajiri, kuna baraka, kuna amani, kuna upendo, kuna kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji katika maisha yake ya kila siku. Lakini lazima tuinyakue kwa store hiyo ya Mungu kwa ajili ya imani. Hakuna kitu ya Mungu inapatikana bila imani. Na Biblia inasema kwamba ukikaa pasipo na imani unatenda dhambi. Chochote si cha imani ni dhambi. Lazima mtu wa Mungu ajifunze, na ndio nimekuja katika hii Sky Cable TV kukushawishi wewe uwe mtu wa imani, na sio imani tu, uwe imani kubwa. Kuna mambo iko katika ulimwengu wa rohoni saa hii Mungu anataka kukuteremshia. Kuna mambo inataka itendeke kwako kama vile atakavyotenda kwa hii Sky Cable TV. Mambo makubwa yako na yanatendeka na yatatendeka kwa sababu Mungu anataka tu imani, na tuna imani ya kwamba hata katika hii TV leo kuna mambo itaenda kuachiliwa katika jina la Yesu. Na ndiposa niko hapa kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine ambao utakayewaguza na maisha yako, ili tuweze kuachilia hii imani kubwa. Kama akida anadea kuamini, anasema amwambie Yesu, ati sistahili uje katika chini ya nyumba yangu, lakini wewe sema tu neno na ninajua mambo yote itakuwa sawa. Hiyo ndio imani Mungu anataka. Maana pasipo na imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na Biblia inasema mtu yote anayekuja kwa Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yako. Yes, lazima tusimhusunishe Yesu. Najua siku moja Yesu alihusunika wakati alipokuwa akiongea na wanafunzi wake, anasema msifadhaike maana mimi naenda nyumbani. Na nyinyi mahali mimi naenda mnajua ni wapi. Kukawa na mmoja ambaye anasema, Filipo akamwambia, tutajuaje njia na sisi tutakujaje huko wewe unaenda? Akamwambia, wewe unasumbua kweli. Nimekuwa na wewe all that time, usijue njia na usinijue mimi. Kwa hivyo kuna wakati mwingine tunakaa katika nyumba ya Mungu, tunakaa katika imani, tunakaa katika hali ya kumwamini Mungu, lakini ile imani yetu ni hafifu. Anapozungumza kitu naonekana tumekuwa na yeye muda mrefu, lakini kuna mambo hajatutendekea. Huyu anakaa sana na Yesu, lakini Yesu anahusunika kwamba nimekaa na wewe Filipo wakati huo wote na usije ukanijua. Na unajua unaweza kukaa katika nyumba ya Mungu bila imani na uishi miaka nyingi na usiwahi kutendewa jambo lolote. Nataka nikutangazie kwa jina la Yesu, leo ndio siku yako. Kutoka kwa hii Sky Cable TV natangaza kwa nguvu na kwa imani, maana mimi ni mtu ya imani. Na nataka hata wewe leo tukubaliane na Mungu atusaidie. Na hata mimi mahali shaka inaingia, naomba Mungu anisaidie, kwa sababu hakuna kitu nitapokea kutoka kwa Mungu pasipo na imani. I cannot. Hata kama nitajaribu namna gani, na haiwezekani. Mambo yote ya Mungu tunapokea kwa imani. Hatupokei kwa sababu sisi ni wajuaji. Hatupokei kwa sababu tuna watu wakuu mahali fulani. Hapana. Tunapokea kwa sababu tuna Mungu mkubwa, na ndiposa kuna ushuhuda ya vile anavyotutoa katika mavumbi, anatuketisha pamoja na wakuu. Na hiyo yote inategemea imani kwa jina la Yesu. Kuna wakati hatukuwa na jina, kuna wakati hatukuwa watu, lakini vile unaendelea kuinua imani yako, Mungu naye anaendelea kukuinua. Maana Mungu anaangalia mahali palipo na imani. Anasema hata ukiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali, utafanya mambo makubwa. Danieli akasema katika Danieli akazungumza akasema, wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makubwa. They will be strong and they will do exploits. Mungu anataka uinue imani, jua Mungu wako, alafu uone makubwa vile utafanya. Utafanya maripuko. You do great things. Kwa sababu imani ndio Mungu anatazama. Kama una imani, sahau maneno ya baraka. Sahau maneno ya kutembelewa, sahau maneno ya uponyaji. Sahau maneno ya kufanikiwa, kwa sababu
hii yote inanyakuliwa kwa mkono wa imani katika jina la Yesu. Na imani ni kwamba ni kumwamini Mungu. Imani ni kuwa na urafiki na Mungu. Na kinyume cha imani ni uoga. Na uoga ni imani katika shetani. Mimi si muoga, nina imani. Kwa sababu wakati uko na imani unakuwa strong. Na ndiposa Mungu amefungua hii nafasi ya Sky Cable TV tuzungumziane na wewe. Nikwambie, inua imani yako. Maana wakati wote una imani, wewe ni muoga. You be fearful. Mtu ambaye hana imani ni akona doubt. Siku moja Petro anapigiwa kelele wakati wako kwa maji na Yesu. Ati wanaona ndio yule anakuja kwa maji. Petro anamwambia, "Ai, kama ni wewe niambie nije." Anamwambia kuja. Halafu wakati ameingia kwa maji na anatembea kidogo, Petro anaanza kuzama kwa sababu alidoubt. Na unajua kudoubt na uoga ni same. Aliogopa akadoubt. Sasa hiyo ni imani katika shetani, na hiyo ni kufeli tu. Lakini kama aliendelea kuamini, yes, aendelee kuamini, mambo makubwa yangemtendekea Petro. Angetembea hata kama anataka kupiga sama sote kwa hiyo bahari afanye. Kama anataka kimbie kwa sababu ako na imani. Bure tu alienda akakuwa mtu wa shaka. Shaka ni kusema uende ndani. Shaka ni kusema wewe uko na uoga. Shaka ni kusema ya kwamba you don't believe, uamini. Na kama uamini hauna urafiki na Mungu, hapo unaenda kuzama na unapotea. So sisi katika jamii hii ya Ukristo ni watu wa imani. Everything that we get, kila chochote tunachokipata, chochote kile ambacho tuko nacho ni kupitia imani. Na hatuko vile tulivyo kwa sababu tulijuana na mkuu fulani, na kwa sababu sisi ni wajuaji ama nini. Vile tulivyo kwa sababu imani yetu ni katika Mungu ambaye anainua mtu from nothing to something. Kutoka mavumbini anaketisha pamoja na wakuu. Mnakula, unakunywa, unapata heshima. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu ametupatia kuwa na wewe katika neno hili. Neno hili ni kubwa sana. Na Mungu ni mwaminifu, ametupatia nafasi tujuane na Yesu, ambaye Yesu huja na kuinua imani yetu ili tupate kwenda pahali ambapo anataka twende. Tufikie hatima zetu. Maana ukiwa na imani utafikia hatima yako. Hakuna hatima ya mtu ambayo ni dogo. There is no destiny that small. Hakuna mtu atakayekana kumalizia akiwa kadogo tu namna hiyo. Destiny zetu, hatima zetu sisi wote ni hatima kubwa kulingana na mpango ya Mungu. Ile imani ndio inatutegemea kuingia katika hatima zetu. Ombi langu kama mtumishi wa Mungu ni kwamba wewe ambaye unanitazama, wewe mpendwa wangu, wewe ambao unanisikiliza kutoka Kenya, kutoka nchi zingine, kutoka nje ya nchi, kwamba Mungu akuneemeshe, imani yako iwe kubwa kama ya huyu akida. Kuna mama mwingine ambaye katika Biblia alikuwa anasumbuka. Yes. Ningetaka tusome katika kitabu hicho cha Mathayo 8. Mathayo 8. Alafu nisome mstari wa 10. Mathayo 8 mstari wa 10. Hii ni habari tu za imani. Leo ninakuletea tu imani. Siku ya leo Mungu anataka akuletee maneno ya imani. Akoroge hiyo imani. Unajua hata Paul alimwambia Timotheo, kuna mambo wewe uko naye na unahitaji kuchochea. Wakati wazee walikuwekea mikono, kuna mambo ulipokea. Yes, na wakati hauna imani, mambo yale umepokea tangu siku ile uliokoka inakaa dormant ndani yako mpaka wakati utakapoinua imani ndio utajua wewe ni nani. You are a great man. You are a great lady. Wewe ni mtu kubwa sana. Yako tu ni kuinua imani. Na ukatae kukaa chini. Inuka, maana ni wakati wako wa kuinuka. Inua imani, Mungu anakutendea na mimi naona wewe utatendewa. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka tu niinue hiyo imani yako. Maana tukiinua imani hata ifiki jioni, haifiki hiyo masaa zingine, saa hii tu Mungu anakutendea. Maana aligojea wewe imani yako ipande. Aligojea imani yako iwe strong. Na uone kile Mungu anaweza kufanyia mtu. God will do you good in Jesus name. Biblia inasema Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akamwambia wale waliomfuata, amin nawaambia, sijaona imani kubwa namna hii
kwa yote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza ile nje, ndiko kutakuwa kusaga kilio na kusaga meno. Mstari wa 13 anasema Yesu akawaambia yule akida, nenda zako na imani na iwe kwako kama vile ulivyoamini, mtumishi wako akapona saa ile ile. Wakati alipoamini, uponyaji ukapatikana. Wakati alipoamini, uponyaji ikapatikana. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hicho. Nataka tuwe na mapumziko kidogo. Niko na maandiko mengine ambayo tunataka tuzungumze na wewe ili imani yako ipate kuwa kuu katika jina la Yesu. Maana mpaka imani yako itakapopanda, hapo ndio mtakutana na Mungu. Kuna mahali Mungu anakungojea na anakojea ataishi. Akaondoka Yesu akamwambia pamoja na wanafunzi wake, na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akaguza pindo la vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikiguza tu pinde wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akawaambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni baraka iliyoaje kukutana na wewe katika Sky Cable TV, tuweze kusikia habari hizi za uzima wa milele, tena habari ambazo zitainua imani yetu ili Mungu atutendee. Huyu ni mwanamke, kulikuwa na mjumbe kwanza kabla yake, na akamwambia binti yangu ako katika hali ya kufa, na Yesu akakubali kwenda kumlete katika uhai. Alikuwa amekufa, sasa alikuwa anaenda kumlete katika uhai, alikuwa anaenda kumfufua. Na katika jiani pale, katika njia ya kwenda kumfufua, akiwa katika barabara ya kwenda kwa mjumbe huyu ambaye amemkujia aende akamfufue binti yake, kwa sababu alikuwa amekufa. Alipokuwa jiani, kukatokea mwanamke mmoja ambaye habari zake ni nzito. Yes, habari zake ni nzito, lakini asante kwa sababu ni nzito, imani ndio imeokoa kwa hiyo jambo nzito. Mwanamke huyu alikuwa ametokwa na damu 12 years, kutokwa na damu, a very bad disease, ugonjwa ambao ni aibu, ugonjwa ambao hata sina maneno ya kutosha kuelezea. 12 years mwanamke anatokwa na damu for 12 years. Huyu mwanamke lazima hata afya yake imedhoofika ya kabisa. Alafu jambo la kusitikisa sana ni kwamba huyu mwanamke alikuwa ameuza vitu vyake vyote kukalimikia hii matibabu ya 12 years ili apate kuwa mzima. Lakini kwa upande mwingine hakukupatikana msaada wa kumsaidia. Alikaa tu hivyo pasipo kusaidika for 12 years. La siku moja Yesu alipokubali kwenda kumfufua yule binti ambaye ni wa mjumbe, tunamuita Lura kwa Kiingereza, alienda kwenda kumfufua. Jiani pale mwanamke akatokea huyo. Alipogundua hii ni msafara ya Yesu, hata kana kwamba hakuelewa inaenda wapi, lakini na kulikuwa na desturi kwamba mtu kama huyu ni najisi asije akaingia kwa mrorongo na msafara wa watu wa Mungu. Lakini mwanamke akavuja hizo sheria zote kwa sababu alikuwa na imani. That's why I like it. Ninapenda imani. Na wewe ninapenda, maana imani yako inaenda kuinuka mchana wa leo. Unaenda kuinua imani wewe, na uamini hivyo, imani yako inaenda kuinuka. Na vile ilitendekea huyu mwanamke, kama wewe ni mgonjwa unaenda kupona. Kama kuna kitu na muaminia Mungu, inaenda kutendeka, kwa sababu Mungu tu anakojea uinue imani. Huyu mwanamke alinua imani yake, akasema, Biblia inasema akajiambia kwa moyo wake, nitaenda na nitafuata hii mrorongo, hii msafara, na nitaenda nipenyeshe. Nitaenda nipenyeshe, na nitaenda tu mpaka mahali Yesu yuko. Nitagusa vazi lake, na nikigusa tu vazi lake mimi najua tu nitapona. That's a good faith. Hiyo ni imani tosha. Na Mungu atusaidie tuwe na imani kama huyu mwanamke.
Kwa nini leo ushindwe? Uko na shida, uko na mahitaji, uko na mambo inakusubua, inua imani pamoja na huyu mama aliyeinua. Akainua akasema, nitakapoenda nitaguza vazi lake. Nitakapoguza vazi lake, mimi najua nitakuwa mzima. I'll be whole. Na kwa kweli mwanamke alipoenda, Biblia inasema akaguza vazi lake. Na saa ile ile yeye Yesu alikuwa anaenda safari nyingine kwenda kumponya mtoto, kumfufua mtoto ya mjumbe. Lakini mwanamke ameingia katikati na imani yake ni moja tu, huyu ni Yesu, simwachilia aende. For 12 years nimeuza vitu vyangu, kondoo, ng'ombe, nimeuza shamba, nimeuza plot, nimetumika, nimeambia watoto wanisupport. Pesa zake zote hata majirani walishanga wakachoka. 12 years ni miaka nyingi. Akaenda kwa majirani akaomba pesa na si daktari tu, hata waganga wako, anaambiwa kuna mtu mwingine pale anaona mambo, anaenda huko. Anaambiwa kuna mwingine pia ngambo ile, anakimbia huko. Maana mtu anakona shida tu, anataka msaada, hata kama inatoka wapi, anataka tu msaada. Lakini leo nataka nikuambie, ukiinua imani hautasumbuka msaada wako utatoka wapi. Msaada wako huko, ni wewe tu utainua imani, maana msaada wako uko kwa Bwana. Biblia inatuambia ya kwamba yule mwanamke alisumbuka kweli. Na yule mwanamke akasema, nitaenda kwa Yesu. Sasa imefika mwisho. Enough is enough. Huyu Yesu leo simwachili. Akapenyesha mpaka mahali Yesu alikuwa, akaguza vazi, pinde la vazi lake. Alipoguza, Biblia inasema msiba ule ukamuondoka saa hiyo hiyo. Msiba huo ambao ulikuwa unamsubua ukaondoka saa hiyo hiyo. Akawa na furaha kubwa. Alipokuwa pale, kitu ya ajabu ikafanyika. Yesu akagundua kuna nguvu zimemtoka. Na akajipindua kidogo kuwauliza watu, kitu gani imeendelea? Kuna mtu alimeniguza. Kumbe Petro alijibu haraka akamwambia, Yesu usiseme kitu kama hiyo. Ati nani amekuguza? Watu ni wengi. Tuko hata mimi nimekuguza. Hata mwingine hapa amekuguza, because mkutano saa hii umeshikana. Yes, wakati huo si wakati kama huwa distance. Ilikuwa mtu na kamata ile mtu iko karibu. Safara ni kubwa, watu wanashikana. Sasa watu wameshikana, hapa iko maneno ya nani ameniguza? Yesu ameuliza, na unajua ndiye Bwana mkubwa. Nauliza swali na kila mtu na nyamaza. Mkutano yake safara mkubwa amezungumza. Nani ameniguza? Petro anajaribu kujibu, anasema hapana, sisi wote tumekuguza, tuko wengi. Hii mkutano iko na watu wengi kabisa. Kwa hivyo umeguzwa na watu wengi. Yesu, wewe ridhika tu, tutakuguza hata bado hatujamalizana na wewe. Tutakuguza. Akasema hapana, kuna mtu ameniguza na imani. Oh my God. Ndio mimi napenda imani. Nyinyi wote mmeniguza tu kwa sababu tuko karibu, lakini hamujaniguza kwa imani. Lakini katikati yenu, among you, kuna mtu ameniguza, na sio tu kuguza ya kuguza, ameniguza kwa imani kwamba kuna kitu anataka Mungu amtendee. Na kwa kweli yule mwanamke akiwa ametetemeka akajitokeza akasema, ni mimi huyu. Akaulizwa ni nini kiliendelea? What happened? Akasema, mimi nimekuwa na tabu. For 12 years nimekuwa nikitokwa na damu. Lakini wakati nimekuja nikakuguza, damu yangu ikapona pale pale. Na Yesu akamwambia, enenda zako wewe binti. Sasa umepona msiba wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa na imani. Ndio Mungu amefungua hii njia. Sky Cable TV leo Mungu amenipea nafasi nije niongee na wewe. Si kawaida. Nafasi yangu tu ni kuja kuchochea hiyo imani yako inuke. Ana leo ni leo unainua imani, unaenda wewe, utaingia kwa miujiza yako, utaingia kwa uponyaji wako, utaingia kwa baraka zako, utaingia kwa hatima yako, kwa sababu imani yako ni kuu sana wakati inaelekezwa kwa Mungu. Unaposema tu nikienda kwa Mungu ninajua kila kitu iko sawa, unamwamini Mungu. Biblia inasema hata wakati wewe unasubuka kwa ajili ya maisha, hauwezi jiongeza hata unywele mmoja, hauwezi jiongeza hata siku moja, hauwezi jiongeza hata urefu, hauwezi jiongeza. Anasema ati utajisaidia na nini kwa kujisubua na kuwa na wasiwasi na kuwa na uoga na huna imani? Itakusaidia na nini? Anasema angalia ndege wa angani, hawapandi, hawavuni, hawaeki kwa gara, lakini kila siku wanakula na kunywa.
Na watu wa Mungu wanaonekana kuwa na imani. Hatukuli kwa sababu tumeajiriwa, hatukuli na kukunywa kwa sababu tuna hii na ile. Hatufanyi, hapana. Sisi ni watu wa imani. We live by faith. Vile nasema ya kwamba we live by faith and not by sight. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuamini Mungu kwa kila jambo. Na kila kitu ya mtu wa Mungu ni ya imani. Iwe ni kidogo ama kikubwa, lazima tumwamini Mungu. Lazima tuwe na imani kwa Mungu. Imani hiyo ndio Mungu anatafuta leo. Na ndio imefanya tuweze kukutana na wewe katika hii TV. Ili niweze kukuambia Mungu anataka hiyo imani yako uchochee, uitunze, uipalilie, iwe kubwa. Maana anataka imani kubwa, kama vile tulisoma mwanzo kwamba imani kubwa sijawahi kuiona. Nataka sasa uwe mtu ya pili kusema sijawahi kuona imani kubwa kama fulani. Sasa wewe ataje jina lako, kwa sababu utamwamini kwa mambo makubwa. Na hiyo mambo makubwa atakutendea. Kile utaomba ndio utapata. Maana Biblia inasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Kwa hivyo ni wewe sasa ujiweke katika nafasi ya kuweza kuinua imani yako, kwamba nikimuomba Mungu hicho, ukimuomba hicho, hata kwa boma yako atakusaidia, utajenga, atakusaidia, watoto wako watasoma, atakusaidia. Wewe inua tu imani. Hata kama una msaada na watoto wako ndio hao wengine wamefanya KCPE, haujui wataenda namna gani, inua tu imani. Amini Mungu ya kwamba watasoma. Inua imani ya kwamba utamaliza hiyo ujenzi wako. Inua imani ya kwamba huyo baba watoto ataokoka. Inua imani ya kwamba mama Mungu atamsaidia, atakuwa mama ambao ni wa baraka kwa boma yako. Inua imani, maana hakuna kitu kigumu kwa Mungu. Wewe tu ukiinua imani, na sio imani tu, imani kubwa, na mambo makubwa itakutendekea katika jina la Yesu. Mungu yuko tayari. Lakini nataka tuinue imani kama huyu mwanamke, huyu mama ambaye alikuwa mgonjwa for 12 years. Hakuwa inua imani. Yeye tu kazi yake ilikuwa kutembea kwa daktari, akiona mganga shupavu, akiona mtu wa irisi, akiona mtu ambaye hizo vituko zote zinafanywa katika dunia ya mapepo na ushirikina. Hizo zote alikimbilia. Biblia inasema ati alibaki bila kitu chochote. Alifilisika. Alifilisishwa na hii watu. Hakuna mtu hata mmoja alimhurumia, kwa sababu yeye hakuwahi kuinua imani. Ni mmoja tu alipoinua imani kwake, msaada wake ukapatikana. Na mimi nataka nikwambie leo, usipoinua imani utasubuka. Yes. Utasubuka. Usipoinua imani kama huyu mwanamke. Inahitajika huyu mwanamke Mungu atusaidie tujifunze na yeye. For 12 years alisubuka, msaada wake ulikuwa tu. Msaada wake ulikuwa, maana kama angeinua macho yake kwa Mungu, uinue tu msaada wako uko tayari. Aweze kuwa na imani na Mungu. Uponyaji wake ulikuwa tayari. Na huyu mwanamke for 12 years alikuwa anasubuka. Lakini wakati Yesu alipofika, akamguza. Na hata kana kwamba kulikuwa na maswali nani ameniguza, lakini ile imani yake, Yesu alikomenta akasema, hii imani ndio imekuponya. Maana umeniamini na ukakuja kuniguza hata pasipo ruhusa yangu. Ukapenya na ukakuja, ulikuwa na imani tu. Ulikuwa unajiambia, ulikuwa unaongea, ulikuwa una imani, ulikuwa unaamini, ulikuwa unatafakari tu kwamba nikienda, imani yako ikachochewa, ukaichochea mpaka ikakuelekeza kuguza, na ukaamini nikiguza. Na yule mwanamke alipoguza, mambo ikamtendekea. Mpendwa, utagoja mpaka lini? Ni wakati wako wa kuinua imani kwa jina la Yesu. Na ukiinua imani, mambo makubwa itakutendekea katika Kristo Yesu. Ningetaka tuingie katika neno lingine hapa ambalo litatusaidia pia kuweza kuendelea kuchochea imani zetu. Maana leo ni neno la imani. Maana pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Leo ni neno la imani, na imani hii ni ya kutusaidia tufikie baraka za Mungu. Maana pasipo hizo baraka za Mungu hatutaweza kuendelea kuwa ushuhuda kwa ulimwengu. Ulimwengu bado unangojea iweze kuona watu wa Mungu ambao wameinua imani vile wanaweza kutendewa. Na hakuna kitu kubwa tumetendewa mpaka saa hii. Bado Mungu ana vitu vingi sana kwa store. Biblia inasema ya kwamba 1,000 hills imejaa ng'ombe za Mungu. Sijui ni ngapi za kwako na kwangu zimeingia. Tuwe na imani tuweze kuifikia hizo vitu Mungu ametuwekea. Store yake imejaa bado, na sisi tunasubuka. Leo tunataka tuinue imani pamoja na wewe. Hata mimi nikiwa kwa hii Sky Cable TV, na nataka niamini Mungu kwa mambo makubwa. Siondoki hapa pasipo mambo makubwa. Nataka niinue imani yangu.
na nikitoka kwa hii studio, na wewe pia ninataka Mungu atutendee, ili tukikutana siku nyingine tunashuhudiana vile Mungu alinitendea katika jina la Yesu. Kwa hivyo kama ni mgonjwa, kuna uponyaji wako. Si Mungu aliponya huyu mwanamke ambaye nimekuwa 12 years mgonjwa. Labda wewe umegojeka miaka 3. Sasa usigojee ikue 12. Amini Mungu sasa anakuponya. Biblia inasema kwa mapigo ya Kristo Yesu tulipokea uponyaji wetu. Kwa mapigo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Vile alichapwa mijeledi 39, sisi tulipokea uponyaji. Kwa hivyo wewe amini ya kwamba vile alivyopigwa kwa ajili ya kuchibuliwa kwake. Isaia 53 inazungumza juu ya uponyaji. Petro pia inazungumza juu ya uponyaji. Hii maneno ya uponyaji iko katika Biblia. Na kwa hivyo ni vizuri kumwamini Mungu akuponye. Nataka niongee na mtu yote ambaye anasumbuka kwa mwili. Magonjwa imekuja inasumbua watu wa Mungu. Nataka niamini pamoja na wewe ya kwamba Mungu ambaye alitupatia Yesu akakubali kupigwa mijeledi 39 atakuponya, atakukomboa kutoka kwa hiyo. Vile alikomboa huyu mwanamke ambaye aliuza mali zake zote na akasumbuka. Lakini baada ya kuguza tu pinde la vazi la Yesu kwa imani akapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Na wewe uko chini kimaisha. Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe tajiri. Hatuna ruhusa tena kukaa katika hali ya umaskini. Maana Yesu alifanyika maskini ili sisi leo tuwe tajiri. Ni makosa na ni dhambi kukaa katika hali ya ukiwa, katika hali ya uchochole, katika hali ya kuonewa. Tunakataa hiyo katika jina la Yesu. Tunainua imani. Hagai inasema Mungu ndio mwenye fedha na dhahabu zote. Na hata katika kitabu cha Zaburi 24 inasema dunia na vyote vinavyoijaza ni mali ya Mungu. Kwa nini leo tukae katika hali ya uchochole ya kuonewa? Na Mungu ametufungulia njia ya kuinua imani na tupokee. Ninaamini nikirudi hapa sitarudi vile nilivyo. Ni ushuhuda nitakuja na ukubwa kwa sababu ninaenda kumwamini Mungu kwa mambo special, kwa mambo makubwa. Ninaenda kumwamini Mungu, ninaenda kuinua imani. Na inua imani na kumwambia Mungu, hakuna kitu wewe unashindwa. Unaweza kumuinua mtu kutoka kwa mavumbi na uketisha pamoja na wakuu. Na neno la Mungu limejaa mifano ya watu ambao walikuwa chini. Na wengine pia hata sisi tulikuwa chini na Mungu ametuleta na bado hajamalizana na sisi. Na nakwambia ninataka kumwamini Mungu. Next time nikikuja kwa Sky Cable TV na kuja na ushuhuda ya vile Mungu ametenda. Kwa sababu nataka hata wewe Mungu akutendee. Haukuwa hivyo, kuna vile Mungu amekutendea na hajamalizana na wewe. Anataka uinue imani afanye zaidi ya vile amekufanyia saa hii. Bado hujakuwa wonders. Nataka Mungu anataka akufanye wonder kwa watu ambao mnakaa nao. Watu wale ambao wanakujua, watu ambao kuna ushuhuda wako. Wakikuangalia wanasema kweli ni fulani. Wanajua kwa ushuhuda yako ya uchochole, ya hali ya udhaifu. But sasa hata kana kwamba amekuinua sasa bado inua imani sasa. Atakuinua zaidi ya hiyo mpaka wenyewe watakubali kusema kweli Mungu amekuwa mtu ya huyu amekuwa na Mungu. Kwa sababu Mungu anatendea mtu wake ambaye anainua imani kwa jina la Yesu. Kukosa imani tumesema na nitarudia ni kuwa katika shaka, ni kuwa katika uoga na ni kuwa na imani katika shetani. Hizo vitu ni mbaya. Wakati unaamini Mungu na neno lake, unakuwa na imani katika Mungu, naye Mungu tayari anashuka na kutenda kama vile unavyoamini katika jina la Yesu. Neno la Mungu ni dhahiri, linatuambia kwamba yeye analipa kulingana na imani. Ukimwamini yeye, ana mambo mengi sana yuko tayari kukutendea. Yuko tayari kukutendea. Si moja, si mbili, si tatu, ako tayari kukutendea. Nataka tusome katika kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 40. Marko 4 mstari wa 40. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Marko 4:40 kuna maneno ya Petro. Anasema akamwambia, "Mbona mmekuwa waoga namna hii? Imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu. Akawaambia, "Ni nani huyu basi hata upepo wa bahari unamtii?" Yesu alikuwa amepumzika chini ya merikebu. Wanafunzi wakamwambia, "Hey Yesu, kwa nini wewe hujali sisi tunaangamia?" Yesu alikuwa amechukua caution. Yaani alikuwa amechukua kitu piro ya kujisupport alale. Wanafunzi wanasubuka na mawimbi na nini baharini. Lakini Yesu alipoamuka, maana wa jamaa walisubuka, wanafunzi walisubuka mpaka wakamsha Yesu kusema amuka. Alipoamuka aliwauliza, "Wapi imani yenu?"
Leo sitaki mpigane na Yesu, na hata mimi sitaki nipigane na Yesu akiniuliza imani yangu iko wapi. Nataka nimwamini ya kwamba anaweza kutenda zaidi hata vile mimi naweza kufahamu. Mpendwa, kwa jina la Yesu, Mungu amefungua njia tukakutana na wewe kwa Sky Cable TV. Napenda sana lile neno tumezungumza na wewe. Napenda wewe ukimwamini Mungu, na imani yangu ni kwamba vile umemwamini Mungu, Mungu akushangaze kama vile alivyoshangaza yule mwanamke aliyekuwa mgonjwa wa miaka 12. Akashangaza wanafunzi alipoamka akakemea upepo, hata hao wakastuka wakasema, hey, baka upepo inamtii. Na kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa na imani. Yesu hakuwa anasumbuka akiwa kwa mawimbi, alikuwa tu hata amelala, sababu yeye ni mtu wa imani. Hata sisi katikati ya bahari na mambo mengine mengi, kwa ajili ya imani Mungu atatuondolea hizo dhoruba, sababu tuna imani katika yeye. Mungu na akubariki, ainue imani yako, na wakati huo mwingine tukikutana, tunakutana ukiwa na ushuhuda ya vile Mungu alikutendea wakati ulipoinua imani na ikawa imani kubwa. Kwa jina la Yesu, Mungu akubariki. Amina. Okay, mimi nashiriki katika Christian Outreach Ministries Worldwide katika kaunti ya Narok. Sehemu inaitwa Kisiriri. Ukitaka kuniona, ukitaka kukutana na mimi ninapatikana full time, nimejitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Namba yangu ya simu, kwa sababu wengine wanaweza taka tuongee zaidi juu ya imani kuu, na ningependa sana tuweze kuongea na wewe mpendwa, ili tuweze kusaidiana katika hali hii ya kuwa na imani kubwa. Kwa hivyo namba yangu ni 0720 539791 0720 539791. Mpaka tutakapokutana siku nyingine mpendwa, shalom na Mungu akubariki kwa jina la Yesu.